So ulikaa kwa jela how many years? Nilikuwa nimefungwa 15 but nilikaa 7. Sikumaliza zote. Ulikaa 7 years? Yeah, juu 1, 2, 3, 4, 5, 7 years. Ni aje? Kofiti? Asante sana. Yeah, so what's up guys, Dapperman here. So today I've decided to buy lunch for this lady and... Leo niko na story nyingine mwecheche kabisa. Story ya msee ambaye alipitia hit, akapata critics pale online, lakini bado akawin big sana. Na hii si story ya mwingine, wala ni story ya Dapperman mwenyewe. Get ready. I want you to jog. Get ready. From being doubted and becoming one of the best content creators in Kenya right now. So nimetoka YouTube kwa channel ya Dapperman to watch some videos and also to watch this recent video he posted about the house and a move. And the comment section is congratulations. Lakini the big question is, how did he turn hate into success? bado bina namuomba kazi kando na kumrequest interview, bado hata kama ni kupanguza tu kiatu yake kila mahali anaenda, bora niko hapo na yeye. A few moments later. Sasa kwa eating, we ni number 1 kwa Ubina TV Studios staff, you are leading. Dapperman alianza kama msee wa kawaida, hakuwa na equipments ati simu poa ama cameras bigi, na vile Dapperman pia hakuwa na fame, hakuwa na status. Lakini watu hawakuwa na vision yake. Walisema huyu hatafika mbali, wengine walisema achane na content creation, wengine walisema tafute kazi nyingine kabisa. Lakini ukweli ni watu wengi hawatakusupport when you are starting. Wengi huniita cheese. Mimi niko normal. Ni warembo. Ile moment Dapperman alikuwa na grow, ndio hate ilikuwa inaongezeka. Trolls zilikuwa everywhere. Watu walikuwa na comments zilikuwa mingi. Na hizo hate inaweza fanya uquit ama inaweza kubreak mbaya sana. Lakini Dapperman hakufanya hivyo. Mjomba salimia watu sasa. Mshahara wao unaisha eti. Tulia wewe mtoto wa juzi. Aliturn hate into fuel. Na alijua kitu moja, attention is attention, whether negative or positive. Dapperman alianza kupost consistently na akaanza kushow confidence. Na hivyo ndio game yake ilichange kabisa. Dapperman unapiga shisha. Dapperman ni yangu. Bosi ni yangu. Amenikalia. Kuja bwana. Siwezi mpea hili yangu. Utapaswa vitu yangu. Niwache. Amenikalia madwali nitairi bwana. Na hapo ndio wase wengi ufail, lakini Dapperman hakufanya hivyo. Dapperman alianza kuevolve, na Dapperman akachange identity yake, na watu wakaanza kumrecognize, na vile brand yake ikakuwa strong sana. Guess what? Nilipata nyumba. So nyumba yangu nilitaka ikue hivi. Sawa. So fundi ametake time yake paka leo finally amemaliza akaniambia, so bosi unaweza kuja uone nyumba yako. Na outcome ama results zilianza kuonekana. Alianza kupata views mob, na vile Dapperman akaanza kukuwa na audience wengi sana, na hivyo ndio jina yake ikatambaa kila mahali. Na hii story si kuhusu tu fame, ni kuhusu mindset. Juu wase wengi sana uquit due to fear of judgment. Na pretend mara nini nimeona watu wengi wakisema kwa mtandao eti mimi na kuabudu na kulamba ni sawa. Mimi ni sawa because usipoongelewa ni kama hakuna kitu unafanya. Lakini ukweli ni ukianza content lazima upitie criticism, na kuna shortcut. Na Dapperman hakuwin juu watu walimpenda, aliwin juu hakuquit. Na kama uko hapo nje na unasikia pressure manze, usistop bro, keep going. Na bro, najua hii story inaweza inspire some of us. Usisahau kucomment hapo chini by writing inspiration. Na don't sahau kulike, subscribe and share. See you for more videos.